Session namba 4 tulitengeneza login form. Katika session hii tutajifunza kudisplay user session data baada ya kulog in. Na hapa ndipo tulipoishia, ambapo user ataingiza details zake, atalog in. Atakuta hii interface. Kumbuka interface yetu ina profile picture pamoja na username. Kwa hiyo katika file la image tuna insert hii image hapa katika hili file la image. Kwa hiyo tunaongeza image nyingine na kuiname. Tunaiandika ni j.png. Na ile image yetu ya kwanza ndio hii hapa, ambayo ni PHP Swahili logo. Katika upande wa database tunafungua table user, tuna update profile photo ya James Mwelunguza, tunatoa PHP Swahili logo na tunaandika j.png. Kwa hiyo baada ya kuupdate tutaenda kwenye browser, tuta refresh page yetu, tuangalie je, kuna mabadiliko yoyote. Utagundua hakuna mabadiliko. Kwa hiyo sasa tunatakiwa kufanya huu utaratibu ufuatao. Katika user index session ambayo tulitengeneza kwenye somo la 4, session hii ninayo highlight hapa. Session hii imebeba details za mtumiaji kutoka katika controller ambayo tulitengeneza, ile controller login hii hapa ambayo nina highlight hapa. Hii session ndio ina connection na hii session ya huku katika index user. Kwa hiyo tunatakiwa tu display hizi data zionekane katika page ya user pale, kwamba ameingia na jina lake ni hili na profile picture yake aliyoiweka ni hii. Kwenye h2 profile name tutaiondoa hii PHP in Swahili ambayo katika page inakuwa displayed hapa. Kwa hiyo tutaenda katika upande wa kodi zetu na tutafuta hii PHP in Swahili na tuna coding kodi ile ya kudisplay data kutoka kwenye database. Hapa kuna namna mbili ya kukodi. Kuna kukodi kwa design hii, na kwenye picha hapo nitaonyesha design nyingine ya kukodi. Kwa hiyo hapa tutaenda kwenye session, tutakopi ile variable name, user variable name ile. Tunaikopi, tunakuja kuipaste katika hii kodi yetu katikati hapa. Ukipesti hapo inakuwa tayari. Kwa hiyo tunaenda kwenye page yetu, tuna refresh. Kabla ya kurefresh unaona kuna PHP in Swahili. Kwa hiyo ukirefresh hapo italeta jina la mtumiaji ambaye ni user kutoka kwenye database, ambaye ni nani? Ni James Mwelunguza kama inavyoonekana. Baada ya hapo, katika hii sehemu ya image ambayo ndo profile picture, katika upande wa browser huko, ukifungua browser yako, hii image inakuwa displayed hapa ambapo unapoona hii logo. Kwa hiyo katika upande wa Visual Studio tutaenda na kuonyesha katika hii kodi hapa, hii kodi ya image source. Kwa hiyo hii neno PHP in Swahili.logo tunaitoa, tunaweka njia nyingine sasa ya ku display data ambayo ni PHP tag. Utaweka nafasi hapo, utafunga tag hiyo. Ukishaifunga katikati utaandika echo, utafungua semi, alafu baadaye utafunga semi, alafu utafunga kodi yako. Kwa hiyo katikati hapo ya fungua semi na funga semi tutaenda kuchukua variable profile photo kwenye session start hapa juu. Tutachukua hii profile photo variable. Tukishaichukua tutaikopi. Tukishaikopi tunaenda kuipaste pale katikati ya funga semi na fungua semi. Tunaipaste sasa hapo. Ukishaipaste tu pap, hapo itakopo tutaenda kwenye browser yetu sasa. Utafungua browser, utarefresh. Hapo sasa hivi unaona ipo kawaida. Ukirefresh profile inakuwa displayed well. Kwa user mwenye account ni James Mwelunguza, profile photo yake hiyo hapo, na anakuwa amelog in successful. Kwa hiyo session ambayo inayokuja tutaenda kutengeneza namna ya kulog out kupitia hii button ambayo tumeitengeneza hapa chini, hii ambayo nina highlight hapa. Kwa hiyo namna how to log out baada ya kulog in katika system. Kwa hiyo how to log out session inayofuata, na kuomba usubscribe ili tuendelee kujifunza zaidi. Kodi hizi utazipata Facebook kwenye poster display session.